Mwanamke, unaweza ukaishi na maambukizi kwenye via vya uzazi, mwisho wa siku vikakuletea changamoto kwenye mfumo wako wa uzazi. Na hasa pale unapokuwa unahitaji kupata ujauzito, hapo ndo utaanza kuona tofauti yako na mwanamke mwingine. Utaanza kutaka kupata ujauzito, utataka upate periodi yako ya kila siku ambayo unaingiza kwa kila mwezi iwe imenyooka au iwe inaenda tarehe zile zile. Lakini tarehe zitaanza kubadilika siku hadi siku. Utajikuta kwa mwezi unaingia ndani ya mara 2, wengine wanaenda hadi mara 3. Sasa chanzo kikubwa kabisa, ukipata fungus inaweza ikakuharibia hata pH yako ikawa haiko sawa. Na mwanamke ukikosa pH tayari umeshakuwa hauko kama kawaida, ule wanamke wako unapotea kabisa. Sasa kama haujapima ukajua changamoto yako, na wengine wanaweza kusema kwamba wana changamoto za uzazi na hawajui tatizo ni nini. Hawawezi kufafanua au kutofautisha maambukizi yenye vinywa vya uzazi vinaweza vikakusababishia wewe kutokupata ujauzito na kupata maradhi mengine ambayo yanaambatana na uzazi. Leo hii nimekuja hapa kukupa tu kidogo ili uweze kuelewa kwamba inawezekana huo uzazi wako umesababishwa na maambukizi kwenye vinywa vya uzazi na unatafuta ujauzito haupati, na umeenda kupima umeambiwa una PID, au umeenda kupima aidha tayari una hormone imbalance, umeenda kupima umekutikana na changamoto mbalimbali. Na wengine wanaishi na haya magonjwa na hawajui. Anaishi kila siku yuko kwenye matatizo, yupo kwenye mfumo